hivyo story time. Na mara nyingi huwa wadada na wanakuja na the bar was so low yara. This time we have a guy. Na huyu nitaacha nyewe muamue where the bar is, okay? So story inaanza, wawili hawa walikutana wakiwa advanced form 5, mkaka na mdada. Wakaanza kudate. Kwenye kudate kwao, maisha yameendelea, wakamaliza form 6. Kumaliza form 6 wakawa wanasubiri matokeo. Matokeo yakatoka. Kutoka mkaka kafaulu kwenda chuo degree, mdada kafeli. So inabidi akaanze tena diploma. Haya, akaanza kutafuta vyuo. Mungu si Athumani akawabariki bwana. Wakaweza kupata chuo kimoja. So wamepata chuo kimoja kiko Dar es Salaam, watu wakasafiri wakaja huko Dar. Mdada akapanga, mkaka akakaa hostel. Lakini dada akampanga karibu na chuo. Na one day mkaka akawa ameenda kumtembelea mpenzi wake. Si mdada akapanga nje, so anaenda kumtembelea mara kwa mara. Now this day was one of those days ambazo ameenda kumtembelea. Kafika pale wampiga stories, really they're having fun. Mdada baada akasema na hisi joto ngoja nikaoge. Kaenda kuoga, mkaka akachukua simu kakagua. Kukagua anakuta mtu amesaviwa my dream. My dream ni nani? Akaangalia zile message, akazi screenshot, akajitumia WhatsApp. Amejitumia WhatsApp, akakatulia. Na mdada amerudi, mkaka hajaongea chochote kile, wameongea, mkaka akamwambia no what, ngoja nirudi hostel. Kwa kurudi hostel ndo akamtumia message zile ambazo alikuwa ameziscreenshot kwenye simu yake, akamwambia huyu ni nani? Aliyakanyaga. Mdada akamuelezea, kwanza usiwe unashika simu yangu. Kingine, huyo my dream ndo alikuwa mpenzi wangu wa kwanza hata kabla sijakutana na wewe. So yani that's my first boyfriend. So siwezi kumwacha and he takes care of me. Yara maisha mengine yakaendelea. So hivyo wakawa wamegombana. Kugombana wamekaa bila kuongeleshana sijui nini. Mdada amtafuti mkaka mwenyewe ndo akabidi ajirudi, akamtafuta mdada na akamuomba msamaha. Kwa kuomba msamaha, mkaka akakubali kabisa kumshare mpenzi wake. Like it's okay, unaweza kuendelea kudate na my dream but at the same time mimi usiniache tuendelee kudate pamoja. Akiamini kwamba my dream alikuwa Mbeya. So akaamini kwamba yule si yuko Mbeya. Mimi niko hapa Dar es Salaam na wewe tuko karibu. He ain't got shit on me. One day mkaka kabidi tena acheki simu ya mpenzi wake. Hajakoma bado huyo. Kucheki simu ya mpenzi wake this time akakutana na mapya. Mtu amesave sijui Mr. P. Turns out Mr. P yuko Moshi huko lakini pia ana date na mpenzi wake. Kabidi amuite. Jamani, huyu Mr. P tena ni nani? Mimi nimezoea tuko mimi na my dream. Watatu katokea wapi? Dada akamwambia, "No what? Leo naomba nikae chini nikuelekeze." Akamwambia, "Mimi hapa kwetu, mama yangu hana uwezo kunilipia ada, hana uwezo kunilipia kodi au kununulia chochote kile unachokiona huko ndani." By the way, mdada alikuwa amepanga lakini ndani kwake everything you need as a girl child alikuwa nacho. Sijui sofa, kitanda, TV, sijui vyote viko ndani full. So akamwambia, "Hivi vitu unavyoviona hapa sio kwamba ninapata kwa familia yangu. First of all, my dad is a deadbeat. Like ni baba aliyotelekeza. So yuko yeye na mama yake. So hao unaowaona sijui my dream, sijui Mr. P, hawa ndio watu ambao wana sponsor maisha yangu. Mmoja analipia kodi, mwingine analipia ada, sijui huyu anafanya vitu ananunua vitu vya ndani and stuff like that." So mkaka kama amemuelewa, akasema, "It's okay kama ndio hivyo." Sawa. Akiamini kwamba wale wapo kwa ajili ya pesa ile yeye ndo anapendwa. Baada ya muda mkaka akasema, "You know what? Na mimi sitaki kukaa kizembe, sitaki kuwa mnyonge. So na mimi nitaanza kumjali mwanamke wangu." Kwa kawa akipokea boom, anatoa kidogo, anamtoa out mdada kwenye restaurants kubwa za kifahari, wanaenda wanakula hivyo, ama anaweza akachukua akamnunulia kitu ambacho labda mdada anahitaji. So naye akaanza kuwa responsible boyfriend. Si ndio? All because anampenda mdada. Maisha yameendelea, ikifika muda wa UE. Muda wa UE chuoni kwao kwamba diploma wanaanza UE and then a week after ndo bachelor wanakuja kuanza UE. So hivyo hata kwenye kumaliza UE, diploma wanamaliza kwanza and then bachelor wanamaliza baadaye. Now, mdada kaanza mitihani, mkaka akamwambia, "You know what, ile wiki ambayo sisi tulikuwa tunamalizia mitihani, naomba unisubiri tuje tuondoke wote kwa pamoja." Mdada akamwambia, "Sawa." Mdada kamaliza zake mitihani, kaondoka. Kuondoka mkaka anampigia, hapokei simu, anamtumia message, hajibu. Yaani akawa vile ameblokiwa. So mkaka alichoamua ni kwamba achukue namba ya yule my dream ampigie, kwa sababu remember that time alipo screenshot ile message pia alichukua namba ya my dream akawa ameisave ila hakuwahi kumtafuta. So akampigia my dream, akamjitambulisha, akamwambia mimi ni fulani fulani, namuulizia fulani. My dream akamwambia ndio niko naye hapa. Turns out mdada alipomaliza UE tu huyo kamblock mpenzi wake wa chuo, kaenda kuishi kwa my dream. The whole fucking week alikuwa kule kwa my dream, huko wana have fun sijui nini. So mkaka anakuambia like with all the matukio ambayo amepigwa na huyo dada, bado anampenda huyo msichana. Yaani bado anampenda sana na hajui afanye nini. Now where is the bar? Well, oh, it's down there. Bye.